Niombe sasa nimlete kwenu mwalimu wetu wa pili katika mkusanyiko huu, naye si mwingine Ustadhi Said ibn Umar, ambaye hivi karibuni alifanya kazi kubwa ya kumtetea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na kwa mazingira yalivyo na tunavyomfahamu Sheikh Saidi, basi mazingira nayo pia yanamwambia azungumze kwa kiasi gani. Tumuombe azungumze nasi. Karibu Sheikh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، hakikatan sijui niseme nini mbele za walimu. Naweza kusema walimu wangu, walimu wetu, mashekhe zangu, mashekhe zetu. Ikiwa kusimama mbele yao nasema ya kuwa mimi ni mustamid, nataka madad kutoka kwao kupitia ruhusa zao, kinara kizima hiki. Na pia naona nikitaja majina kuanzia mwanzo mpaka mwisho huku, nafikiri itabidi nitunge ahlul badri yangu ndio tutaje majina kama haya. Lakini Watanzania wana msemo wasema itifaki imezingatiwa. Nimefundishwa huo msemo kabla ya kuja, kwa sababu nimeambiwa time zangu ni dakika 10 ama dakika 5 nafikiri. Nisalimiane na ndugu zangu, naomba radhi mashekhe zangu ambao kwamba mko mbele nyote hapa kusimama mbele yenu. Na Waswahili wana msemo wasema utamu wa dafu ni unywe maji ndani. Yale maji ya madafu kisha kuyatoa, ushatoa ile dhauki ya lile dafu. Na hapa tumesikia kilima cha maulidi, tukapewa faida nyingi kuhusu masala ya jina hili la maulidi. Sasa mimi nikienda kwingine nitakuwa nimechukua maji ya madafu ambao kwamba jina la maulidi nimeyatoa nje, nimeharibu ladha. Sasa na bibi itabidi ninywe ndani hapo hapo. Mfungo 6 huu, baada ya kuambiwa sisi tusiangalie jina, tuzingatie yaliyomo ndani ya jina. Kwa maana jina lolote tusiliangalie bilhamli huwa, tuliangalie bilhamli sha'i as-sinai. Ukiambiwa binadamu, ukishika jina la binadamu peke yake utapata shida. Lakini ukimtafuta Muhammad na Zaidi na Ali ndio utapata mafhumu ya insani. Jina hili la Maulid mfungo 6 mzima ndio linaloimbwa na kukaririwa, na baadhi ya hadithi fulani ili kuregeshwa waumini nyuma wasikusanyike katika kumsifu Mtume kwa riwaya mbalimbali. Pana hadithi huwezi kuzisikia mpaka mfungo 6, utafikiri Mtume amesema hizi hadithi za mfungo 6.
jina hili ni bid'a, mkusanyiko huu ni bid'a, yanayofanyika ndani mengine ni bid'a. Au aliyemjanja zaidi atakwambia hatukatai yanayofanyika ndani, lakini kule kuyakusanya kwa pamoja ni nini? Ni bid'a. Kutaingiwa katika Musnadul Imam Ahmad, kutaingiwa katika vitabu vingine Sunan ad-Darimi, kutaingiwa kadha kwa riwaya mbalimbali. Hadithi ikiwa ni riwaya al-Irbad ibn Sariya, utasikia ni kila siku inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Lakini lau tutaenda ile sehemu ambao kwamba wenzetu hupakimbia, mambo haya yatakuwa yanafaa. Wanapokimbia ni kwenye ufahamu wa wanazuoni. Khalas, mtu atakasome hadithi kwa ufahamu wa sasa, lakini ukimvuta kwenye wanazuoni wanavyofahamu hadithi kama hii hataki. Ukimvuta katika vombo ambavyo kwamba vatusaidia kuifahamu hadithi hataki. Inna kulla muhdathatin bid'a. Tamam, tukubaliana na hadithi hii ipo. Hata sisi ni watu wa mbele mbele, kuna mashekhe zetu, kuna Sheikh Walidi kila siku wanazungumza hapa inna kulla muhdathatin bid'a. Lakini kwa nini hatukubaliani na hiyo Musnadul Imam Ahmad katika tab'a ya Ar-Risala? Chini katika hashi asema hii kullu ya hapa wa huwa al-aam urida bihi al-khas. Kwani huwa alosema hili si mwanachuoni? Amesema hili kwa sababu wote waeleza haiwezekani kila ambacho kwamba kimezushwa kitakuwa hakifai, kwa sababu baada ya kufa mtume pamezuka mambo mingi. Na tukichukulia kuwa ni kullu lazima iwe ni mambo yote, kwa sababu wengine wanapomoka katika mafhumu kwa sababu ya kusema kuwa madamu imekuja kullu basi lazima katika usulul fiqh kullu min alfadhil umum. Lakini tukirudi nyuma, Qur'ani yatufundisha yeye ikaja alfadhul umum, tukitafsiri vile vile tutatia watu wengine motoni. Mitume ya Mungu tutaitia motoni. Sheikh, kullu tamam ni am, lakini hapa ni khas. Kwa nini? Sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, nyinyi na mnachokiabudu ambaye si Mungu ni kuni wa motoni. Ma ni katika ismu mausul, ni katika alfadhul umum, katika vilivyoabudiwa ni Nabii Allah Isa. Kwa mafuhumu hii ya aya, ukitoa natija utampeleka Nabii Allah Isa ameabudiwa, hajaabudiwa. Lakini utamvua Nabii Allah Isa, utasema hii ma ni am kweli, lakini urida bihi khas. Kwa hivyo na kullu hii ni am, lakini urida bihi khas. Kwa nini? Kwa sababu mtume asema ana afsahul arab baida anni min Quraish. Mtume asema mimi ndio mfasaha zaidi wa Arabu, isipokuwa kwa mimi ni Mquraishi tu. Taakidul madh bima yushbihu dhamb, sio kwa hati ndio amejipunguzia, kumbe Mquraishi ndio wafasaha zaidi katika Waarabu. Mtume baada ya kusema hivyo, tunataka tujiulize, hivi venye kuzushwa mvakike, kwa nini mtume asema inna kulla muhdathatin kwa ya taanif? Kwa nini venye kuzushwa mvakike? Haya maulidi tunasoma, maulidi ni mudhakkar. Lakini jiulize, kaa chini, usipige kelele kwenye mimba. Kaa chini siku moja ufungue, kweli nimesikia jamaa sema hivi, lakini mtume, kwa nini tutilie ite ya kike? Kwani venye kuzushwa vote ni muannath? Mbona maulidi ninayoyapinga ni maulidi ni mudhakkar? Je, itaingia katika muhdathatin? Lakini mtume atufahamisha kwa kutakuja elimu mbele za kufahamiwa hadithi kama hizi. Ajua mtume kuwa sio kitakachozuka baada yangu itakuwa hakifungamana na sharia, akatuletea ndogo yenye kufahamisha maana makubwa, kwa sababu mtume ajua katika kutakuja elimu itapanuka mbele. Wanazuoni watatuambia at-tadhkiru a'ammu min at-ta'nif. Kitu kikija kiume kinaenea kuliko kuja nini kike. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani wa atu haqqahu yawma hasadi, masala ya zaka, wa aqimu salata wa atu zakah, toeni zaka. Amri zote ni amri za kiume. Aqimu ni amri ya kiume, lakini mwanamke haswali. Umeona, ikija kiume mwanamke pia fanya nini? Aingia ni hamu. Lakini waliyadhribna bi khumurihinna, wavahi mitandio. Umeona mwanamume gani akivaa mtandio? Kwa sababu taanithi ni akhas.
Mtume ajua kuna mambo yatazuka, akasema acha niwaeke hiki kitee hao wasipate shida. Akasema inna kulla muhdathatin bid'a. Tee moja imefanya kazi kubwa, lakini sasa sisi twakimbia hizi kinatee ili fujo lizidi katika umma wa Kiislamu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa ni mfasaha, akaleta nakira mbili ituondoshe matatizo. Wan nakiratu idha uhidat ta'addadat. Nakira ikikaririwa mara mbili huwa vile vitu ni vitu tofauti viwili. Inna kulla muhdathatin bid'atun, kwa nakira bid'atun, wa kulla bid'atin bid'atena kwa nakira. Fa inna ma'al usri yusran, nakira. Inna ma'al usri yusran lan yaghliba al-usru yusrayn. Nakira mbili zikija zile kwa mambo ni mangapi? Mawili. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Tumewatumiliza rasulan nakira, kama arsalna ila fir'auna rasulan nakira. Mtume huyu alotumiliza nyuma sio mtume huyu wa mbele. Lakini kutaka kuregeshewa mtume ni mtume huu wa pili ndio aliyoasiwa. Mwenyezi Mungu akasema fa asa fir'aunur, ili ni al-ahd dhikri. Sasa mtume huyu aliyoasiwa ni wa nyuma hapa. Tukimbia kwa sababu tunajua tukitafsiri hivi na bombe maulidi yatakuwa moja kwa moja. Sasa nakira inapokaririwa inafanya nini? Vitu ni mbalimbali. Bid'a imetajwa mara mbili kwa nakira. Mtume atufahamisha elimu itafika mbali. Bid'a ziko mbili hapa. Ndio kina al-Imam Shafi'i akipokewa riwaya hii na al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake cha al-Madkhal, amekulu maneno ya Imam Shafi'i asema al-muhdathatu min al-umuri ala darbayn. Imam Nawawi Imam Shafi'i shafahamu mtume kwamba ameleta nakira mbili. Hizi bid'a Al-Imam al-Baihaqi anafahamu nakira mbili hizi bid'a ngapi? Al-Imam Ibn Hajar al-Qastalani asema bid'a ngapi hizi? Al-Imam al-Qurashi asema bid'a ngapi hizi? Al-Imam Ibn Hazm asema bid'a ngapi hizi? Al-Imam Ibn Hajar al-Haytham asema bid'a ngapi hizi? Nakira ziko mbili. Yule mmoja juzi tu tuliposema mambo haya alisema wajifanya wajanja, wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun. Imekuja mara ngapi? Na zote nini? Kwa hivyo Mungu wangapi? Keti chini uangalie. Sio kile ukiambiwa basi wachanganya. Kwa hivyo na Mungu wa maulidi, Mungu bwana amekuwa ngapi? Mashekhe zetu wametufundisha vizuri. Wewe kwani hujui kama ilahu limetanguliwa fi samai jari na majruri ni khabari, ni mubtada na khabari hiyo shekhe. Na mubtada huruhusiwa ikija nakira iko khabari itafanya nini? Itatangulia, sio? Kisha fi samai ilahun pana wa huwa alladhi, pana ismu mawsuli katika maarif, sio? Inna al-ma'arif sab'atun fiha sahul, sio? Ana salihun wenyewe wanasema nini? Inna al-ma'arif sab'atun fiha sahul ana salihun ana dhal fata ibni ya rajul. Yuko msalieni mtume Muhammad asema atao betu umeniruka. Maarifa ziko saba. Katika maarifa moja nini? Ni alladhi. Ikiwa fi samai ilahun ni silatul mawsuli, jamani, ina nguvu ya ismu mawsuli, bado nakira ifanye kazi, ina nguvu ya maarifa. Mungu ni mmoja. Hiyo alladhi huko nyuma. Lakini sasa wakisikia tu bid'a nakira mbili, hawaangalia alladhi, wanarusha kwenye ilahu. Kumbe huko alladhi wanazuoni wakafahamu hizi bid'a, wakajua ikija nakira ni hivi, wakazigawanya, wakajua pana vitu vitazushwa vitafanya kazi. Sitaki kurefusha muda wangu, lakini tunapokuja kugombana ni pale tuambiwa sawa, yote yamekuwa. Je, hukumu yake ni nini? Lakini sisi tumwambia yule anauliza hili jambo la maulidi, kama litakuja kwenye jina, kama litakuja viliomo ndani huko, pana kama si bid'a ni bid'a nzuri. Ukiuliza hukumu yake nini, tutakurejesha swali wewe, kwa sababu sisi tunajua nyinyi hamsomi fani. Ukisema hukumu al-maulid ama tuuliza hal al-maulid ibada,
ama si ibada, tutakuuliza wataka kujibiwa bilhamli huwa au bilhamli shai'u sinai. Kama hujui haya mazungumzo mawili, kwanza katwali hayo maneno mawili, kwa sababu masuala yakija, ima hukumu hurudi kwenye kile kilma kikiwa hakina alhamlu shai'u sinai, ama kitarudi kwenye kuingia kwenye vile vilma. Kwenye Qur'an ukisoma wal asri innal insana lafi khusr, mwanadamu yuko katika hasara. Ukitafuta mtu anaitwa insani kwenye dunia yote ataseka sana shekhi, lakini utampata mtu aitwa Zaidi, yaitwa nani, Muhammad, yaitwa Ali. Kwa hivyo utasema Ali yuko katika, sio insani yuko katika hasara. Utasema Muhammad yuko katika, na sisi tukijibu tutakwambia kusoma Qur'ani imekuja katika, kumswalia mtume imekuja katika, kusoma maneno ya kumsifu mtume yako katika. Hili liko, tutakujibu kulingamana na ufahamu wako, tukuweke chini. Hatukujibu kulingamana na wewe unavyotaka fikra ambayo kwamba si. Nikimaliza maneno yangu, usitumie muda wangu sana, sipeleke mbele, sikosea heshima. Jana nimeona clip na nimetumiwa, na siposema nitakufa. Fadhali niseme. Maana sasa imekuwa kila anayetaka kuchambulia maulidi yeye ni Barzanji tu. Mtu ake kiti chake, wahtasatil awalimu minas sururi kaasa humayya. Nyinyi mnaambiwa watu walikunywa tembo, ninyi mnasema sallallahu alaihi. Wajua hii si mushkil. Hii ni kuonesha elimu ya Kiislamu waiteremsha chini. Ni aibu hii. Wajua mambo mengine ni msiba. Shekhe mkubwa ukikaa kusema maneno kama hayo, kwa sababu umeona wahtasatil awalim, ihtasa kwa maana ya kunywa pombe. Sasa si tunajua pia, tunajua imetokana thulathi yake ni hasa, imepelekwa kwenye ihtasa kwa sababu ya iftiali min alawalim. Wahtasatil awalim, tunajua alawalim, tunajua maana yake min asururi kaasa humayya. Lakini swali langu namuuliza yule mzee, mbona umeikimbia hii kaasa humayyahu? Hakukoma kaasa humayya, hakuna. Fungua kitabu hapa, kaasa humayyahu. Mbona umekimbia kuregesha hiyo mbona ukuregesha kwenye furaha? Kwa sababu atajua maana yake nini. Na itakuwa ni matatizo nikisema raaitu asadan yuqatilu fi sufufu, wanaambia simba lenyewe. Itakuwa matatizo sana. Wote ambao tunamwona simba anapigana kwenye safu, ama raaitu asadan yakhutubu fi ala mimbar, nimemwona simba kutubu katika mimbar, wasema na meno yake na manyele, kuregesha na nyuma huku. Ama kile ukiona sehemu imetajwa tembo, wewe wajua ni hii ni ada ya Waarabu shekhe. Kaasa humayyahu, tembo, glasi ya tembo la furaha. Lile tembo ni furaha, limefananishwa furaha kama tembo. Kasome balagha. Na kama ukiona tembo, wewe una watu wote wanywa tembo. Wanazuoni wa Kiwahabi katika halaka yao Sawaidul Isa, akiwepo Dr. Isam al-Bashir maarufu, Dr. Aidh al-Qarni maarufu, Dr. madoktor tele pale. Isam al-Bashir amwambia Aidh al-Qarni, nitaka kukusifu. Amwambia nisifu. Amwambia lillahi darruka idh tugharridu saihan bibanati fikrin saihin lamahi falqawlu qawluka washahiyyu madhaquhu washi'ru shi'ruka hasbuna min rahi. Wewe unajua kama rahi ni tembo pia? Ama hii shiru hujaipata? Huyu Dr. Isam al-Bashir amwambia Dr. Aidh al-Qarni, maneno mazuri, maneno yako na shairi mzuri ni shairi zako, na shairi zako ni tembo la tutosha sisi. Hawa shekhe zote walevi wale. Hivi kwa kile wale mashekhe pale walikuwa wakipiga tembo, kwa sababu raha ni tembo. Kwa ushahidi wa kasida banat suad fa qalbi al-yawma مطبول متيم إثرها لم يفدى مقبول وما صعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منحل بالراحي معلوم بالراحي ni tembo limefananishwa na maneno. Yale maneno yalivona raha, utafikiri yamewalewesha wale wanazuoni wa Kisuudi wa Kiwahabi, wakafanisha maneno ya Aidh al-Qarni na nini? Tembo. Maneno ya al-Imam al-Barzanji yanavyotufurahisha furaha, utafikiri ni watu tumekuja tembo. Tutaendelea kunywa maneno ila yaum al-qiyama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.